Jamani, hili swala la mifugo nilizungumza. Kila mwananchi aweke uzio wa miba katika shamba lake. Lakini naona jambo linajirudia. Jana nimekuta taarifa kwa mke wangu. Zile. Hivi mnataka mimi mwenyekiti nifanye nini? Na huyo mtu ambaye alioleta mashtaka mpaka sasa hivi sijamuona kwenye kikao. Sasa ngoja afike. Pamoja na yote, yeye ndio ana makosa. Baba Gati hana makosa aina yoyote. Tumeelewana wananchi? Kwa sababu nishaitoa maelekezo kila mtu aweke uzio wa miba katika shamba lake. Mwenyekiti, kwa mfano mimi nasubiri nini hapa? Mwenyewe mleta mashtaka hayupo hapa. Mimi na kazi nyingi za kufanya hapa. Naweza nikaondoka. Baba Gati, naomba umvumilivu kidogo. Huyo mtu anafika muda sio mrefu. Mwenyekiti, mimi naondoka bana. Nimekaa hapa nasubiria muda mrefu huyo mtu afike mwenyekiti. Tafadhali. Muda unazidi kwenda mwenyekiti. Tafadhali. Mambo yakifika, mambo yanazidi kuwa mengi huko, ananisubiri mwenyekiti. Najua kabisa wewe kuna makosa. Subiri kwanza afike. Halafu msikilize. Mwenyekiti. Zulfa kafariki. Zulfa kafariki? Jamani, hizi ni taarifa za kushtua na kushangaza. Kikao kinaahirisha. Twendeni tukamstiri ndugu yetu. Sawa ndugu zangu? Sawa. Faida iko wapi wewe kufuata giza? Muacha amani, umebeba majeraha. Mimi ni mtetezi, nimetumwa na Mungu. Rudi kwenye nuru, bado kuna nafasi. Mwenyekiti, unajua ulichokifanya, maamuzi uliochukua juu ya Zulfa sio haki kabisa. Zaidi shairi inaonyesha uko upande wa Baba Gati. Aliyakuwa ilitakiwa usikilize maelezo ya upande wa Zulfa. Baada ya hapo ndio uchukue maamuzi. Hivi unahisi kwa maamuzi uliyoyachukua wananchi watakuchukulia wewe ni kiongozi wa namna gani? Unanifundisha kazi? Mimi sifanyi maamuzi kwa sababu watu wanichukuliaje Au mtu anionaje. Ninachokitazama kwangu ni haki. Haki? Bwana Simon, sikiliza. Sio kwamba napendezwa na haya maamuzi ndio yafanya au kitu kilichofanyika hapa. Ninachofia nafsi yangu. Kuna mtu atakuja kunishtaki kwamba mbuzi wangu amekuwa kwenye shamba lake. Sasa basi, utachagua nafsi yako ama upande wa yule mtu? Sawa. Tunajua wewe ni kiongozi kwenye kijiji chetu. Lakini utaendelea vipi mpaka lini? Yaani unashindwa kufanya maamuzi yaliyo ya haki kwa ajili ya kumwogopa mtu mmoja? Mwenyekiti, jichunguze sana. Wananchi wetu tunakutegemea. Mimi nikutakia majukumu mema na kazi njema. Nashukuru kwa ushauri wako, nitafanyia kazi. Alafu wewe, acha kuwa unamtisha mume wangu. Kazi kukwepa makosa tu. Mbuzi wako ni kweli waliharibu shamba la watu. Ilitakiwa ukiri makosa yako. Eti mume. Kweli ngato. Muda si mrefu utamtoa kafara. Basi utamla nyama kama mimi nilivyotoa. Tena funga hilo bakuli lako. Mayunga! Mayunga!
Mayunga. Mbona unaonekana una mawazo sana ndugu yangu? Yaani unakaribia kuelekea kuchanganyikiwa kabisa. Adan, hivi una furaha gani? Maana kwa unacheka cheka tu. Mambo yanaenda hapa kwenye kijiji unaona yako sawa? Unamaanisha nini? Mbona maisha ni haya? Kama kawaida. Toka afike mletezi kuna hiki kijiji. Mambo hayaendi kabisa sasa hivi. Kila unachofanya sasa hivi kinakataa. Mambo mabaya. Yaani mtetezi ameharibu kila kitu. Aha. Yule niachie mimi. Yule ni mtoto mdogo tu kwangu. Anakuumiza kitu? Niachie mimi. Sasa pita njia hii hapa. Utakutana naye na kutakia bahati njema. Hilo swala limeisha. Huyo ni mtoto mdogo tu. Mimi hapa kwangu hawezi kufanya kitu chochote. Hilo jambo limeisha, niachie mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nakutafuta sana ndugu yangu. Vipi wewe, mbona uko hivi? Nimekutana leo na mtetezi. Akajaribu kumshambulia. Nikawa nimemshinda. Wakati nakuja huku, nikakutana na Idani. Akaongea maneno mengi sana kujigamba kama anamuweza. Kwa hiyo nikamuelekeza alipo. Ndo kamfuata. Nimesikia maneno, kila mtu anasema lake juu yako, kuwa wewe ni mtu mbaya sana. Hivi umewakosea nini? Kwenye hichi kijiji sijawahi kugombana na mtu yeyote. Sasa nashangaa unavyoniambia mimi baya. Mimi sijasema wewe ni mbaya. Watu tu ndo wanasema. Mimi nimekuona wewe ni mtu mzuri, mtu makini, na bila kujali ningependa tuwe marafiki. Lakini kama hautotaka, basi mimi nitakuwa rafiki yako. Karibu sana. Hata mimi hupenda marafiki. Ila kuna namna haupo sawa. Una nguvu tofauti katika kijiji. Hata wewe una nguvu tofauti, nasikia. Kwisha. Kuhusu mtetezi, nimeshamaliza kila kitu. Adan, yaani baada ya ufanye kazi wewe tena unaenda kuungana naye? Hivi una akili kweli wewe? Kiongozi. Hiyo ni mbinu ya kivita. Siku zote ukitaka kumshinda adui, mvute karibu yako kwanza. Alafu sasa akishajaa kwenye mfumo, ni hivi tu. Kazi ya kulinda asili na mapokeo ya bibi na babu zetu ni jukumu letu sote. Kwa hiyo kila mtu afanye kazi. Faida iko wapi wewe kufuata giza? Muacha amani, umebeba majeraha. Mimi ni mtetezi,
huu ni mtego. Mtego? Unamaanisha nini unaposema mtego? Wewe ni mgeni katika hichi kijiji na mambo mengi hapa huyafahamu. Ni kweli, lakini ngoja tuombe kwa ajili ya hili. Umeniamini sasa? Kama ungemgusa ningekupoteza rafiki yangu. Hapana, wala usingenipoteza, kwani Kristo anaishi ndani yangu, nalindwa na Mungu. Karibu tuketi hapa. Asilimia 80 ya watu wote wanaokuja katika hichi kijiji huwa wanakuja kwa sababu maalum. Wewe haswa unakuja kwa sababu gani? Nimekuuliza hilo sio kwa, lakini nimependa tu kufahamu. Sawa. Kwanza kabisa mimi sikuwa nimepanga kuja kwenye hichi kijiji. Ni Mungu alinitaka nije. Lakini pia naamini liko kusudi kubwa sana la Mungu kwa watu ambao wanaishi kwenye kijiji hiki. Kusudi? Unamaanisha nini kusema? Naamini huenda ni ngumu kunielewa, lakini naomba Mungu atupe pesa. Ni kwamba Mungu amenituma kwenye hichi kijiji nije niwahubiri habari njema watu wa kijiji hiki, waache mapokeo na kuabudu miungu na kuitumikia mizimu ya mababu na mababu, vitu ambavyo mwisho wa siku wataishia jehanamu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni neema ya Mungu imefika kwenye kijiji hiki. Kwa ni wakati wa kumgeukia Mungu, au kwa lugha nyingine kama Yohana Mbatizaji alivyosema, ni wakati wa kutengeneza njia ya Bwana na kunyoosha mapito yake. Sawa? Kwa hiyo ninaamini, sawa, ni vizuri pia hata wewe ukampokea huyu Mungu katika Kristo Yesu. Itakuwa ni jambo zuri sana. Nashukuru. Naomba niende. Kwa hiyo faida iko wapi wewe kufuata giza? Muacha amani, umebeba majeraha. Hivi wewe kuna muda akili yako inaenda likizo au na matatizo gani wewe? Kwa nini uingilie kazi yangu? Yaani wewe haujui tu, yule avamiliki kizembe. Badala unishukuru nimekusaidia, eti unanilaumu. Mimi mwenyewe nipo kwenye mpango maalum, kwenye mkakati wa kumdhibiti. Allah. Leo tutakuwa na ibada maalum ya kuvuta nafsi ya mtetezi na kumwangamiza kabisa kwa kutumia nguvu zetu wote. Unamaanisha nini kusema hivi? Ina maana mtumishi ndo kashindikana kiasi hiki? Hapana. Acha niweke makombora yangu afu nitakutaarifu. Hauwezi kutumiza vichwa namna hii. Hayo ni maelekezo ya mkuu na sio mimi. Kwa hiyo leo mapema sana leo tutakuwa na ibada maalum ya kuvuta nafsi ya mtetezi na kumwangamiza kabisa kwa kutumia nguvu zetu wote.